Kenya ni kuzuri kuliko Marekani. Ya uamini, upende, ni hivyo tu. Ya najua nitangulia kimafikiri na kusema unaongea hivyo sababu uko Marekani. Hapana. Kama uko na experience ya kuishi Kenya, then uishi Marekani, utaona unaboeka sana. Utaona kuna difference. Ndio, najua kuishi Kenya kama una pesa ni shida, lakini ukiwa na my friend, Kenya is the best country. Kenya ni nchi smart sana, nchi kopoa, nchi ya raha. Ukiwa na pesa yako, unatembea kidogo na kula mtura, unatembea kidogo unaenda kwa bar, unakunywa kasoda, unakula nyama choma. Yani kama kuna pesa unafurahia maisha kwa kila hali. Hiyo ni Kenya. Lakini Marekani watu wanajifanya kujiheshimu sana. Hata ukuwe na pesa bado hazifanyi kazi. Unaona watu wanajiheshimu sana. Unaona hapa kuna hata mtu anapita, so huwezi kusalimia mtu yeyote. Alafu watu unaona wanapita tu wanajiheshimu sana. Kiukweli unaweza kuwa na pesa unakosa raha, unakosa amani, unakosa vile utazitumia Marekani. Yani raha yetu sisi, unapata pesa unaenda Kenya, unafurahi, unaenjoy. Kenya ni nchi nzuri sana. Penda Kenya ndugu yangu. Asizungumzie tu labda chakula, kuna social life Kenya, watu wako wengi. Kwanza unajua Nairobi ni siri ambayo watu wanashikana sana. Ndio kuna ubaya ya ile watu ya hiyo hali ya watu kushikana, pia kuna uzuri yake pia. Unakuta watu wanajuana kidogo kidogo, mnasalimiana, event zinapangwa kila wakati. Unatembea hapa unakuta watu wanapiga muziki, wengine sijui hiyo hali kipindi fulani inafurahisha sana. Unatembea hapo unaona kuna maaskari, unatembea hapo kuna polisi, wanahitaji kitu, unafurahia tu hata kama unatoa hiyo kitu kidogo, lakini bado ina furaha yake pia. Hapana hapa sijui polisi unamogopa sana. Ya Marekani kuna ile upweke tu sasa. Watu yani hata siku ya weekend watu wanajifanya wanajiheshimu sana. Hautaona watu wakitembea wakipita. Hii kitu kingine, kipindi kingine inabo sana kabisa. Inabo. Na alafu watu wote wanatembelea kwa magari. Yani sumu sasa ikuwe huna gari au gari yako labda imepata shida, hakuna mtu wa kukusaidia. Yani leo gari yangu ikipata shida na nataka kuelekea mahali, hakuna mtu wa kunisaidia my friends. Nitajipanga au natumia Uber, lakini wote wanatembea kwa magari. Na ukijaribu kutembea na mguu bado ni shida. Hapa Marekani ukitembea na mguu ni shida. Kuna aibu fulani na kuna vile watu wanakuangalia wanasema huyu jamaa kwani shida ni nini? Unaona sasa, sababu wote wanatembelea magari. Inasumbua pia. So ni lazima uingie kwa gharama kila wakati. Marekani ni lazima uingie kwa gharama kila wakati. Upendo sipende. Zaidi ukitaka kutembelea mahali fulani lazima uwe na gari yako binafsi. Sababu moja labda Marekani inaweza kuwa poa sana kuliko labda nchi za Kiafrika ni hii hali ya usafi tu na pesa. Lakini sababu zingine zote za kimsingi, tuseme kwa mfano social life, nchi za Kiafrika wako na life iko social sana. Huko sita kuficha, watu wanajiheshimu sana. Wa Marekani wanajiheshimu sana. Ndio kiasi sasa unatoka kwa mila ya Kiafrika, utajikuta hauzowei sana, hauzowei. Unapenda pia uchangamke kidogo, ukutane na watu muongee story moja mbili. Hata ukipata mtu kukukwaza haina shida, lakini ulikutana na watu pia. Sasa huko watu wanaboeka tu sana, hautajua siku ya weekend, haujui siku gani. Yani watu tu wanajifunga kwa nyumba, hawatembei. Kuna kipindi wengine wanatembea lakini hautawaona, ni kwa magari, ukitoka kwa gari ni kwa nyumba, kutoka kwa nyumba ni kwa gari. Sasa hiyo hali sisi wa Afrika tuzowei. Tunapenda hata hiyo umbea kidogo, si vibaya sana. Unafanya umbea kidogo, unajua huyu jirani ni hivi, huyu ni hivi. Ya kitu kama hiyo. Unaweza organize sherehe hapa Marekani. Yani uko na harusi na hakuna watu wanajua. Hii kitu kipindi fulani inasumbua sana. Yani una organize harusi watu hawajui na haionekani hata nje hadharani. Harusi inafanyika kama vile kwa ulimwengu wa kiroho tu. Yani bila kujulisha wale watu, hakuna wengine kujua. Hiyo ni Marekani pia. Najua tu hautaamini, lakini hata Tanzania
Tanzania iko poa kuliko Marekani. Uamini usiamini. Ndio utasema ati nimechanganyikiwa, lakini ninakwambia Tanzania iko poa kuliko Marekani. Tanzania nchi nzuri sana, watu wa furaha, watu wa amani. Ndio kuna ile umbea fulani hivi, na sasa Watanzania pia mko na umbea kubwa sana, lakini Tanzania ni nchi poa, nchi nzuri, nchi ya furaha ya muziki. Unacheza muziki unafurahia kabisa, una organize party, watu wanakuja wanacheza, wanasherebuka. Tanzania iko poa. Ukikuwa na pesa yako Tanzania, utafurahia sana. Hapana hizi nchi za wazungu, Canada, Marekani, wanabo watu wanabaki kwa manyumba, wengine sijui wakitembea, wanatembea kwa magari na waonekani, unakosa kuona sura ya mwanadamu. Hii ni kitu cha kushangaza sana. Unaishi mahali fulani, hauoni sura ya mwanadamu, inabo sana.